Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ndugu zangu, tunaendelea katika mada yetu ambayo tunazungumza mabadiliko yanayomkuta mwanamke kihomoni zaidi. Tulizungumzia namba 1, kama ulifuatilia. Sasa hivi tunazungumzia namba 2. Tunazungumzia sasa wakati wa hedhi. Sasa mwanzo ilikuwa kabla ya hedhi, sasa hivi wakati wa hedhi. Hedhi yenyewe ndio yuko ndani ya hedhi. Sasa mwanamke anapokuwa ndani ya hedhi, homoni huwa chini zaidi, zile homoni zake zinashuka, hali zake sasa, uchovu wa mwili, anakuwa amezidi kuchoka zaidi, maumivu ya makali ya chini ya kitovu na kiuno, kutojisikia vizuri kihisia, anakuwa yuko ovyo kabisa, kukosa subra. Mwanamke anapokuwa ndani ya hiyo hedhi anakosa subra, anakuwa wahovyo kabisa. Inategemea ile homoni yake yeye imeshuka kwa kiwango gani. Kwa hiyo anakuwa subra hana kwa muda huo. Kwa lazima mwanaume umtambue huyu kiumbe kwa muda huu subra hana. Ndipo hapo anaweza akasema maneno 20 wewe una moja. Pale anapoongea sana ndio afya yake, pale anaposema sana ndio afya yake, yani ndio anakaa vizuri. Kwa hivyo mwanaume ukitambua hili, ndoa nyingi zitakuwa zipo katika hali ya salama. Unajua huyu sasa hivi tayari yupo katika mfumo huu, basi tayari nikae naye hivi. Tena ndio kwanza ukiona yupo kwenye hiyo hali, mtengenezee mazingira ya kumfurahisha, mtengenezee mazingira yani ya kumfanya yeye afurahi, ili aishi katika amani. Subra anakosa kabisa kwa muda huo, yani kwake jambo si jambo, linakuwa jambo. Kwa lazima tutambue hili, na lazima wanaume walitambue hili zaidi. Kujiona dhaifu au kukata tamaa, yani huwa anajiona dhaifu mwanamke na huwa anakata tamaa kabisa. Anaona mimi si katika yani wanawake yani wenye thamani, yani anajishusha yeye mwenyewe pasina kushushwa. Hii ndo hali inakuwa anapitia, lakini yote hiyo ni mifumo. Kwa wanawake pia wasitumie pia mifumo yao hii, ni udhaifu huu wakautambua, basi wakawaadhibu waume zao. Lazima tuishi kiimani, lazima tuishi katika mafungamano ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupangia sisi tuishi. Tumeishi, tumeletwa hapa duniani, upendo utawale, mapenzi yatawale, ndoa zidumu. Lakini ndoa sasa hivi zinavunjika, kuto kufahamiana, mume hamfahamu mke na mke hamfahamu mume. Kwa hiyo ndoa zimekuwa ni vagaranti tu, hatuelewani. Yani mpaka sasa hivi imekuwa ni vice versa. Sasa hivi mtu anakuambia bora nitafutie mvulana mdogo niishi naye, kwa mwanamke mtu mkubwa, na mwanamke mkubwa bora nitafute binti mdogo, bora nitafutie mzee niishi naye. Mambo yamekuwa hayaeleweki kwa sababu tayari tumeshindwa kusomana, tumeshindwa kujua lengo la kuumbwa kwetu sisi, tumeshindwa kutengeneza upendo, tumeshindwa kutengeneza amani ya maisha yetu. Tumejitoa sisi, tunajiona sisi, yani kila mtu na nafasi yake. Umeona? Na upendo umekuwa ni upendo wa maneno tu, sio kwa matendo zaidi. Upendo si maneno tu, upendo lazima utenge muda, msaada uwepo mkubwa wa huyu mwanamke kumsaidia. Unatakiwa wewe usimame kama baba, ujue sasa huyu yupo kwenye mfumo saizi, nimchukulie kama mtoto, mtengeneze mazingira mazuri, na haya mazingira yaweze kumsaidia yeye kiafya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia, insha Allah juma lijalo tutaendelea tena sehemu ya 3 insha Allah.